The Day 2 News. We enlighten the dark side. Nafurahi kwamba na wenzetu na wenyewe wana siku 100 wameahidi wakishinda, ambapo tunajua kwamba watashinda, lakini wana siku 100. Kwa ni jambo jema. Kwa tuahidi na tuwaambie wana Tanzania kwamba kupambana na rushwa itaendelea kuwa agenda ya kudumu katika serikali ya CCM kama ambavyo imekuwa katika miaka iliyopita. Karibu Bwana Kinabo. Nashukuru. Nikijibu swali, sijazungumza kuhusu kukopa. Nimesema kwa bajeti tulionayo ambayo sasa ni trilioni 56, ukiamua kutenga fedha kwa kufuata vipaumbele inatosha sana kuleta maendeleo. Nimetoa mfano. Azimio la Maputo linatutaka tutenge 10% ya bajeti yetu yote tulionayo kwa mwaka kwenye kilimo, wanatenga 2%. Kilimo hakiendi. Azimio la Dakar linatutaka tutenge 20% kwenye elimu, wanatenga 1%. Nchi haiendi. Azimio nimesahau kidogo, kwenye eneo la afya tunapaswa tutenge 15%. Mwaka wa fedha uliopita wametenga 5.15. Unaona kabisa vipaumbele haviendi. Kuhusu fedha natoa wapi, nimejibu sana. Tunapoteza pia zaidi ya trilioni 1.5 kwenye fedha zinazohamishwa kwenda nje katika sekta za madini, illicit financial flows. Shirika la Global Financial Integrity la Marekani limethibitisha. Kwa hiyo kuna mapato mengi yanapotea. Serikali ya Chauma inakwenda kukomesha ufisadi, inakwenda kukomesha matumizi ya anasa serikalini, inakwenda kufuta sheria zinazokwenda kupoteza fedha za Watanzania. Sisi hatuoni kwa mfano umuhimu wa kuwalipa wenza wa viongozi mafao ya ustaafu. Fedha hizo tunazirejesha kwa wananchi. Serikali ya Chauma inakwenda kudhibiti, inakwenda kuwekeza fedha katika kunyanyua viwanda vya kuchakata, kusindika na kuongeza thamani ya mazao ya kilimo. Wao wanaahidi hayo kila siku. Wameshindwa kwa miaka 64, hawataweza tena wakiongezea mwaka mwingine. Na nimalizie tu, mwisho wa Chama cha Mapinduzi kutimiza ahadi zake ni tarehe 28 mwezi wa 10 saa 10 jioni. Ikifika muda huo, Mtanzania hajaona lami, hajaona maji, hajaona bima afya, hajaona chochote, hauna haja ya kupiga kura ya nyongeza. Kura kwa Chauma, na washukuru sana. Asante Bwana Kinabo. Stanislaus, una dakika 1 ya kuuliza swali lako la mwisho. Naomba nisaishe data kidogo jamani. Data ni muhimu sana kwa sababu kama nilivyosema zote tunajiongelea tu. Anazungumzia kwamba budget ya elimu nchini ya 1%, ambayo sio kweli. Na nadhani anachanganya kati ya budget ya sekta ya elimu na budget ya Wizara ya Elimu. Tunapopiga hesabu ya budget tunaangalia sekta ya elimu. Budget imeongezeka kutoka mwaka 2020 kutoka trilioni 4.14 mpaka sasa ni trilioni 6.16. Hiyo ni 13% ya budget ya elimu. Kwa hiyo tunapiga hatua. Watuzungumzii 1% ya budget umeitoa wapi? Tusirushe hapo kuondosha watu takwimu ambazo hazipo. Sawa. Budget ya elimu ni 6.16 trillion. Sekta ya elimu, sio wizara. Ndivyo inavyopigwa hesabu duniani. Sawa. Nimepewa nafasi ya kuuliza swali la mwisho, lakini ninahisi kama swali langu kwa Kinabo halikujibiwa. Kwa sababu nilimuuliza kwa tafiti zipi wamezifanya. Na haswa hapo umesema kwamba mtapunguza matumizi ya serikali na kadhalika. Tungependa kuona uwiano kwamba mkipunguza mtapata kiasi gani na mahitaji yetu pengine kwenye kutumia huduma mnazotaka kuzitoa bure ni kiasi gani. Yaani kwa uwiano huo ningetamani sana kusikia ukifafanua. Lakini lingine ambalo ni la msingi la mwisho ndo kwa sababu hilo halikujibiwa, naomba liende kwa Mheshimiwa Waziri Kitila Mkumbo. Katiba ina mchango kiasi gani katika maendeleo ya uchumi? Asante sana. Nashukuru. Nilikuwa umesema swali lako halijajibiwa. Msingi wa swali lako ni kwamba tutapata wapi mapato. Nilikujibu nikisema na ninarudia kwa ufupi sana. Ili mapato yanapatikana kwenye kodi. Nimekueleza kwamba mwaka 2003 utafiti ulikushafanyika na Dr. Hernando de Soto wakati wa Rais Mkapa
kwamba ukipima ardhi za wananchi, ukizirasimisha na ukasajili biashara zisizo rasmi, mtaji wa hiyo ardhi iliyorasimishwa na biashara unaweza kukutengenezea dola bilioni 29 ambazo ni takriban sawa na trilioni 73 za Kitanzania. Nikasema hivi, tunapoteza leo hii asilimia zaidi ya 85 ya mapato katika kodi ya pango la ardhi. Serikali ya Chauma. Kinabo, unazungumzia utafiti wa 2003 na ukilinganisha tunachopoteza leo. Tupo mwaka 2025. Bado utafiti huo ni valid kwa sababu takwimu za leo sasa, takwimu za leo, asilimia 85 ya ardhi yote katika nchi haijapangwa, haijapimwa, hailipi kodi za ardhi. Serikali ya Chauma itawekeza katika urasimishaji wa ardhi na rasilimali za wanyonge. Serikali itazalisha mapato mengi ya kuendesha nchi. Hilo la kwanza. Lakini la pili nimesema kwamba tuna serikali kubwa ambayo inatumia zaidi ya asilimia 75 ya bajeti yake yote kwenye matumizi ya kawaida. Tumesema tutaunda serikali ndogo, hatutakuwa na wizara nyingi, hatutakuwa na maofisi mengi, na tutabana matumizi. Tunaweza kushusha matumizi ya kawaida na kuokoa fedha nyingi na kuzipeleka katika miradi ya maendeleo. La tatu nimejibu, tunapoteza mapato mengi katika maeneo mbalimbali. Tunapoteza mapato kwa mfano kwenye illicit financial flows. Tunapoteza hela nyingi ambayo ingepaswa itozwe kodi. Unapopoteza trilioni 1.5 kwa mwaka, ni sawasawa na trilioni ni karibu trilioni 6 kwa miaka mitano. Ni pesa nyingi sana. Hivi vyanzo vya mapato ni maeneo ya fedha kwa ajili ya kuendesha nchi. La mwisho nimesema tukiimarisha mifumo ya uwajibikaji, checks and balances and accountability, tunaweza kuokoa fedha nyingi zinazopotea katika ufisadi. CAG ameonyesha matobo na uchochoro wa fedha nyingi za umma zinazofujwa kila mwaka. Ameonyesha matumizi mabilioni ya fedha yanayotumika bila tija. Tunakwenda kudhibiti ufisadi huo kwa kuimarisha mifumo ya checks and balance katika nchi hii. Day 2 News. We enlighten the dark side.